Udabuaji huu umefanywa kwa takriban kilomita 1.1 kama ambavyo mtaalamu aliweza kueleza, lakini tumetumia karibu kama takriban milioni 30. Kwa hili tutakuwa tumemaliza, kwa sababu hizo kilomita ndizo zilikuwa zinapeleka maji kwenye mto mkuu. Tutabaki sasa na kazi ya kwenda kufukua mto ule mkuu, lakini pia kipindi hiki kinachoingia sasa cha mvua huwa sio rafiki tena kufanya kazi za namna hii. Kwa hiyo plani yote ya kazi za namna hii tunaihamishia baada ya kipindi cha mvua kupita, ambacho itakuwa kwenye mwezi wa 5. Hili lote kuanzia hapa mita 60 kwenda upande wa juu na upande wa pili, zote zibaki intact, ziote tutapanda nyasi humu kwenye tuta, alafu kule yabaki hata miti lakini ili tuweze kuwa na uhimilivu. Vinginevyo tukiendelea na shughuli zetu kama kwa namna vile tu, bado litaendelea kujifikia mara nyingine. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kwanza kushukuru serikali, lakini pili pia kuwashukuru wananchi ambao wametoa ushirikiano wakati wa kufanya hii kazi. Na lengo kuu la kufanya kazi hii, awali kama mnavyoona kulikuwa pako flat, yani mto ulipotea. Na ulipokuwa umepotea, kiasi kikubwa cha maji ambayo yalikuwa yakija kutoka ukanda wa kaskazini huku juu yalikuwa yanatiririka na kuweza kuathiri shule na makazi yaliyo jirani na hapo. Sasa tulifanya kazi hii kwa lengo la kunusuru shule na makazi. Kwa kama mnavyoona, kazi hii imeweza kuwa na umbali upatao mita 1127, sawa na kilomita 1.127. Majina naitwa Emmanuel Ndekio Temba, mwenyekiti wa kijiji cha Mandakamnono. Korongo hili mwanzoni kama mnavyoliona hapa kulikuwa flat, kulikuwa unakuja speed tu, hata magari yanapita yanaelekea kule. Kwa kipindi cha masika mvua huwa zinanyesha, maji yote yanatapakaa, panakuwa hata watu kulala ndani ilikuwa shida. Kwenye kitongoji cha Saningo na kitongoji cha Uswahilini walikuwa wanapata adha kubwa sana ya mafuriko. Kwa hiyo tunashukuru sana korongo hili kudibuliwa, angalau mafuriko haya yatapungua, hususan kitongoji cha Saningo. Pamoja kama mlivyoona ile shule pale, huwa ilikuwa ikifika masika kuanzia tarehe 20 mwezi wa 3 huwa tunaifunga kutokana na mafuriko haya. Huwa tunaifungua baada ya mafuriko kupita, kutokana na walimu hawezi kuvuka, wanafunzi hawezi kuhudhuria shuleni. Lakini natumaini kwa mwaka huu ile zoezi tulishawasiliana na mwalimu mkuu kwamba tutaifunga shule kutokana na udibuaji uliofanyika hapa. Naitwa Mwalimu Benedict Elias Malia, ni mkuu wa shule ya msingi Saningo. Tunaishukuru serikali kwa jambo ambalo limefanyika hapa la udabuaji wa korongo ambalo liko jirani na shule, ambalo limekuwa likiathiri sana miundombinu ya madarasa, vyoo na maeneo mengine ya shule karibu kila mwaka. Korongo hili lina tabia kuleta maji kutoka mlimani, yanapitia maeneo haya karibu na shule, ambapo yanaathiri sana miundombinu ya shule na hufanya maji yasambae maeneo yote ya shule na hata kuingia madarasani kuathiri ufundishaji. Mwaka jana tulifunga shule muda wa miezi miwili na kwa sababu maji yalikuwa yamesambaa kiasi kwamba yangesababisha madhara kwa wanafunzi. Lakini tunapofunga shule hivyo huwa tunakuja kufidia siku zote za masomo zilizopotea katika muhula wa masomo wa likizo ya mwezi wa 6 na hata mwezi wa 12. Asante. Mimi naitwa Tito Kitomari, makamu mwenyekiti bodi ya maji bonde la Pangani. Bodi imezidi kutoa maelekezo, natoa elimu. Tumeanza na viongozi wa kata, viongozi wa wilaya. Hata sasa tumetoka kwa mkuu wa wilaya ya Moshi mjini. Ametoa maelezo hayo kwamba popote utakapokuwa na upinzani tusisite kumjulisha. Ni wapi ambako tumepata watu ambao wanatuia upinzani, lakini bado watu wote wanasisitizwa kwamba kukaa pembeni ya maeneo haya mita 60 kuna madhara yake. Na madhara mmeona yalipotokea pale Rau ilikuwa ni jibu sahihi, lakini wao wanakuambia maisha nifanyaje. Lakini sasa sio wajibu wetu kukutafutia mahali pa kuishi. Hebu weka tu tahadhari kwanza, hakikisha kwamba lile eneo unafuata zile sheria zilizowekwa. Sheria zinasema ni mita 60, tekeleza kwanza, hayo mengine yatakuja baadaye.